Nataka mafuta. Na Bishop akakubali kwanza tujenge hiyo alafu tuende namna hiyo. Tuko na watu watatu watasusalimia very short. Lakini you know let me just put it this way. Kenya, if the Kenyan people knew the kind of things that happen every day in our country, we can't wait for one more day. The impatience of Kenya would grow. Ya kwamba hawawezi gojea tena. Sasa mumeona juzi last week ukijua hawa watu wa serikali vizuri, you do not need any psychologist to tell you what they are planning. Juzi nikaona mkutano moja kule Nairobi. Ikafanyika, ilikuwa ya mambo ya accidents. Na hatutaki accidents. That's why kuna NTSA. Nikaona kiongozi moja amesimamisha waziri fulani hapo. Akamwambia, waziri, kamera itahitajika Kenya. For how long itakuwa kwa barabara? Nikaona waziri amesimama amefunga hii button. Akasema 1 month sir. Kwa mtu anajua hii watu, mimi where I was and I can tell you for sure. Nikajua hii ni biashara. I knew for sure. Hii mambo ni sarakasi. Waziri, iliitwa mkutano ati ni ya kuzuia accidents za barabara. Vile niliona waziri amesimamishwa na agency ikawekwa. Akaambiwa waweke cameras, sijui 1000 cameras around the country. Na akapewa timeline ya 1 month. Because I know the body language. Nikajua hii ni biashara inapikwa hapa ya watu kukula pesa. Leo ukiangalia gazeti ya leo inasema wanaume wamejiweka wakule pesa ya Wakenya 42 billion shillings. Ati waweke kamera katika barabara, ati ukishikwa kama ulikuwa unataka kukanyaga mafuta, ati unalipishwa instantly kwa banki yako, pesa inakatwa. Ati ukienda kuruka bump, waone hujaruka bump vile inafaa. Ati NTSA, through ukora, through fraud called a PPP, being perpetuated by the same people claiming ati wanasimamisha watu hapo kusema kamera ziwekwe. Their company ati unakatwa pesa kwa simu direct. Wanaita instant fines. I want to say for sure, instant fines is just another vehicle of patronage, of taking money ile imebaki kwa Wakenya kuichukua ati kwa makosa ya barabara. There must be a limit and there must be an end to this. Na hii mambo yote inaitwa PPP. Kwanza hiyo ati wanajipea kadarasi ya 20 years. Can you imagine that? Wanaita ati PPP. Ukota pesa. Ati mtu wa bodaboda hapa akifanya makosa barabarani, hata haulizwi na mtu, ati pesa itakuwa inakatwa kwa simu yake direct. Wakenya tutakubali hayo? Is it even possible? Joshua, wathomire kiambo gitoko geithanie ndagika imwe. Thengio muno mheshimiwa. Onokorwo no haritu ukiaria waritie na Bishop aritie, no mujitekirie inyuothe ndemugeithie na ngeithi cio wa mwathani agocwo. Nima hata mimi nilikuwa huko St Paul's wakati nilikuwa Kiambugi, na hapa vile mheshimiwa alisema ndio tulikuwa tunakuja kukula maembe. Na wakati mheshimiwa alikuwa umeita staff wa Kiambugi, secretary na basa ni kweli wamebaki. Walikuwa miaka hiyo bado wako. Lakini kuna wengine watatu bado walikuwa. Kuna yule mzee alikuwa groundsman wakati huo, akaenda akakuwa kwa library, sasa yako kwa account office. Na kuna mama mwingine bado, na yule secretary ndiye anawajua. Kwa hiyo mheshimiwa alikuwa amenulia hao lunch. Hata mimi mheshimiwa acha niwapatie 10,000 hao wenye walikuwa wamesahaulika. Number 2, asante sana secretary. Number 2, mheshimiwa, wakati tulikuwa tunasomea hapa, ni kweli ulikuja nyuma yangu. Na ni kweli ulikuwa unatusonea viatu. Na ni kweli hata yangu ulishona. Na ni kweli kuna moja siku kulipa. Na pia ni kweli unakuaga unanikumbusha niko na deni yako. Na nilikuambia hiyo deni kwa sababu imekaa miaka mingi, mimi nagojea
2027. Kwa sababu hiyo mimi nataka kuilipa na kura. Mahali nitaenda kutik kwa the 6th presidency ya hii nchi, Mheshimiwa Ndindi Nyoro jina yake ikiwa hapo. Sasa niwaulize, hata nyinyi mtanisaidia kulipa hiyo deni? Tufanye huyo akuwe kwa the presidency. Ya mwisho, kuna pade ambayo umesema ulikuwa mzuri kwa shule. Kulikuwa na ile kidogo kama 1%. Hiyo 99% umetusaidia kama Kiharu. Hiyo ingine 1% ilikuwa ndio uweze kudilu na huyu mtu mwenye anataka kuuza Kenya mpaka kwa wageni. Na hii mwaka imebaki, tunataka kuona sasa huyo 1% tudilu na mtu, tuseme harambee. Harambee. Asante sana. Haya, Mutuota dakika ĩmwe tafadhali. Mutuota just 1 minute tafadhali. Just 1 minute. Nikukuhe munene. Okay, asante. Mheshimiwa witũ wa Kiharu na ngathĩ ciothe cia ũtongoria ũrĩa irĩ, aciari aitũ, TVC hoye na St. Paul's hoye. Mheshimiwa, he kĩndũ toĩ kĩmwe itarĩ ndakwĩra atĩ niĩ rĩrĩa ndarĩkirie study 8 ona nĩtũngĩaingĩrire nawe gũkũ tondũ gũkũ nĩkuo ndetĩtwo, no mĩaka-inĩ ĩyo nĩũkũrikana ũrĩa kwarĩ. Hakĩgĩa mũciari wathomithĩirie mũirĩtu wake gũkũ, agĩũka akiuga ndũgatware mwana kũu egũthi kũragwo. Hĩndĩ ĩyo kwarĩ na kesi mwana waikĩtio itangĩhandwo, koguo hau nĩho niĩ ndathire Kĩagũthũ, no njuge ndathomeire Mheshimiwa Kĩagũthũ tondũ niĩ ndathire Kĩagũthũ citetwo Kĩambugi, nake agĩthiĩ agĩũka Kĩambugi etetwo Kĩagũthũ. Koguo irũa rĩaku nĩrĩo ndakĩhũthĩrire tondũ niĩ ndiagĩtetwo kũu nĩ gwetherwo. Okay, asante. Tukiwa hapa tunashukuru sana kwa sababu Mheshimiwa vile umefanya wewe, umerudi nyuma kuona yale yalikuwa yamefanywa na viongozi hapo mbele yako, na ukaona it is good you honor them, kwa sababu waliishi miaka yao kwa sababu yetu. Tunakumbuka vizuri sana Mwai Kibaki ndiye alifanya watu wengi wasome hii Kenya. Kama hatukuchagua Mwai Kibaki wakati huo, hata maybe wewe Mheshimiwa ungekuwa umesimama hapa. Niwaambie hawa watoto wetu, nyakati hizo wakati wazazi wetu walikuwa wanasoma ndio wasaidie boma zao, lakini kwa saa hii unasoma juu yako. Soka tukiweka ũndũ kage kamwe, Mheshimiwa, niĩ kĩrĩa ingĩkwĩra nĩ atĩ maũndũ marĩa mothe marathi na mbere bũrũri ũyũ magathiĩ ũru, ndũkage kwaria ona warũgama wĩ wika. Na kĩu kĩngĩ tũramenya tondũ nĩ tũraigua maũndũ marĩa ũraria nĩ maritũ mũno, no cio nĩ tũrona tarĩ mũndũ ũtoragio ciũria. Ithuĩ tũmere twamona ambunge moragĩtwo, ona matiba witũ athecirwo cindano agĩkira. Rita rĩrĩ Ngai wa muoyo arathime Ndindi Nyoro na mũgitagĩre, na ithuĩ a Kenya tũtikenda kũigua rũgano ruhana atĩa kana atĩa nĩ ũndũ wa Mheshimiwa witũ gũkorwo nĩ araria. Nĩtũtiũĩ ũguo. Coke twĩre Kasongo bũrũri ũyũ nĩ aũkorire okuo na akaũtiga okuo, nĩ atige kuga ekũrĩa ciake na arere ciana iria igoka. Ĩti ũguo. Tusiwe tuna wanafunzi wanasoma, lakini ile pesa ingetumika kuwafundisha na kuwasomesha ati niye anakula na marafiki zake na familia yao, si ndio? Kwa hivyo ithuĩ tuge bũrũri witũ ũrĩa ũthiĩte no nginya tũrore o ta ũrĩa twerwo, to nginya ya gũthiĩ gũikĩria andũ kura, nĩ tũgũthurwo ũmwe witũ ũratwĩciria nĩguo bũrũri wagere. Asante sana. Thank you muno. Nikimaliza, si mnataka kujiona kwa TV jioni? Kwanza waseme Kiharu Technical Vocational College na waseme St. Paul's Boys kwa TV mpaka